ila nako bila hela alafu kabisa kugoze. Maana baraka za Mungu inasema kwenye kitabu cha Mithali, baraka za Mungu hazina majuto. Nitakiwa kujutia. Kwa nini nimepata? Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kuna wengi wana fedha na mali hawana amani. Kwa hiyo lazima turudi. Hiyo mali na pesa umeipata wapi? Kwa nini ukose amani? Na Mungu anasema ni shalom. Ndio jamani, bila hela kidogo tu. Mara leo ni upanga. Hela yake bei nani kulitembea mgongo na nikurukia pale. Yaani anakuwa na wasiwasi. Sasa Mungu sio Mungu wa wasiwasi wala hofu. Mungu akiwa wa wasiwasi, akiwa wa hofu, maana yake anadhihirisha kwamba hana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umepata hela, umepata fedha, ila umekosa amani. Kwa Daudi maana kuna shida. Kwa nini ulale na mapanga na malungu na manini na nini? Maana yake una wasiwasi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ukiwa na hela ukakosa amani, lazima mbangera yeye kulekea kubiana amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Sasa kwa kuwa nguvu yako inatoka kwa Mungu, so fedha ni sehemu yako wewe na mali ni sehemu yako. Umali kisamani yapekana. Mtu aliyeokoka au mtu anaye mwana wa Mungu au Mkristo hatakiwi kuwa na mali. Mali inatakiwa uwe nayo, ila hiyo mali usiiabudu. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako utauelekeza kwenye mali, utamwacha Mungu. Kwa maana akasema uweze ukatumikia Bwana wawili. Sasa Mungu ni mwanzilishi wa mali. Kwa kuwa yeye ni mwanzilishi wa mali, lazima tumwabudu yeye, kwa sababu yeye ndio mwanzilishi wa nini? Wa mali. Anaweza zipi? Jiongee na kibe. Hela kidogo. Tayari ameshamsahau Mungu. Kanisani afiki. Haendi kwenye ibada, anasema nipo busy. Sawa na Mungu amekupa hela. Baba yako amekupa hela, unatoroka nyumbani. Hivi hapo inakuwaje? Yaani hivi una mtoto, unampa hela, anapotea wiki mbili, haonekani. Matokeo yake baba atachukua uamuzi gani? Ili mwanaje anze kuingia na nyumba, unajibu nzima ya tu. Ili kuendelea kwa baba. So lakini Mungu ni Mungu wa upendo. Anakupa tena na tena na tena, kwa sababu ndio maana amekupa akili pamoja na utashi wa kuweza kujua na kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu yupo hapo. Yesu yupo naye. Kwa kuwa Yesu tupo naye, si tupo naye. Alichonacho Yesu ndio alichonacho sisi. Kama Mungu alimkirimia Yesu vitu vyote, na sisi Yesu tunavyo. Kwa hiyo sisi tunavyo nini? Vitu vyote. Kwa nini sasa hapa Mungu Baba Mungu Mwana
Sasa kwa kuwa sisi ni wana wa Mungu, hapa watu wanapata shida sana kujua hivi vitu vitatu. Na nikishamaliza hapa sasa, tunaenda kwenye maandiko, tunamwangalia kwa nini Yesu alipewa vitu vyote na sisi tumepewa hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu Baba huyu ni muumbaji, anaumba. Ni muumbaji huyu Mungu Baba. Mungu ni mmoja. Lakini huyo Mungu mmoja amejifunua katika nafsi tatu. Kwa nini alijifunua katika nafsi tatu? Ili awe anajitosheleza. Yaani Mungu hahitaji msaada wako wewe ili aweze kuishi. Yaani Mungu anajitegemea mwenyewe kwa sababu amejifunua katika hizi nafsi tatu ili ajitosheleze. Yaani hizi nafsi tatu hizi zote Mungu ajitosheleze. Ajitosheleze yeye mwenyewe. Ajitosheleze. Mungu amejifunua katika nafsi tatu ili ajitosheleze. Asitegemee kitu chochote ili aweze kuishi. Cha kwanza, alijifunua kama Mungu Baba, muumbaji, muumba mbingu na nchi. Hapa muumbaji. Alijifunua kama mwana alipokuja Yesu Kristo. Sawa? Ili kutupatanisha sisi na Mungu. Kwa nini? Kwa damu yake. Damu iliyomwagika hapa iliwapatanisha wanadamu pamoja na nani? Na Mungu. Alikuja, alijifunua kama roho. Tunaposema kama roho, alijifunua kama roho ili atusaidie. Huyu roho hawe msaada. Tunasema helper au msaada. Hawe msaada au hawe ashiriki pamoja na sisi, afanye ushirika. Huyu Roho Mtakatifu afanye ushirika na wanadamu, kuwasaidia kung'amua mambo ya Mungu Mwana na mambo ya Mungu Baba. Hawa watu watatu, hizi nafsi tatu hazijawahi kuachana hata siku moja na zitakuja kuachana. Ukimtegemea Mungu Roho Mtakatifu, ndio umemtegemea huyo Mungu Baba muumbaji.